Dili ya kutafuta macho ya kipofu. Jicho moja la kipofu ni 2,000,000. Macho mawili 4,000,000. Aya, ngoja niongee na kaka yangu. Aya. Jicho moja 2,000,000. Na ameniambia majicho mawili. Kila jicho 2,000,000. 4,000,000. Ngoja. Nimepigiwa bwana na Bangeni. Kwa nilivyoenda, niambia eti kuna dili la macho. Dili la macho? Macho mawili. Kila jicho 2,000,000. Sasa mimi nikataka. Kila jicho 2,000,000. Sasa nikawa najaribu kumuelewesha aweze kunipunguzia bei. Akana kazia 2,000,000. Ndio. Sasa zile bei kibibi kwamba hayo macho unajua yalipo utaweza kuyapata. Yaani naweza kuongea naye. Au amekwambia yeye kule kwao alipo pengine labda kuna vipofu. Ndio hivyo. Amenieleza kila kitu. Sawa. Hivi nasikia? Inabidi uongee naye, mpange fresh. Hiyo ni kubwa ujue, jicho moja. Mimi ukata jicho la mtu kumtakia mtu fulani. Sio shida kwa sababu mtu mwenyewe ni kipofu, unaelewa? Kwa jicho ni kauza pata 2,000,000 kununua gari. Hivyo ongea naye kwa makini sana. Hilo limeisha. Lima. Umechoka unataka kufanyaje? Uende nyumbani sasa hivi. Hii saa 3 uende nyumbani. Nitakuacha huku shambani. Tutakatiana wewe, usinitanie, tutakatiana wewe. Nimechoka. Umechoka nini? Nitakuacha huku shambani. Na usipofanya kazi leo hauli. Leo hauli wewe, nakwambia. Hilo. Salama kwema? Wazima kabisa. Wazima, habari zenu? Si wazima. Eti sema brother samani. Unajue mimi niko nauliza. Ila samani kijiji. Unajua sema kuna vipofu. Huko kwenye kijiji chetu hiki. Ndio.
sijawahi kumuona hata mmoja. Hivi kweli? Yaani inamaanisha mtu ambaye haoni tangu utembee hujamwona hata mmoja? Tangu nizaliwa kwenye kijiji chetu sijawahi kumuona. Kwani mlikuwa mnamuuliza labda kuna kipofu ndugu yenu amepotea au namna gani vipi? Sawa. Sio ndugu yetu aliyopotea. Bali kuna dili. Dili. Kuna mtu anayehitaji macho ya kipofu. Kwa endapo mtu atapata jicho moja, 500,000. 500,000 brother. 500,000. 500,000 naijua mimi. Mbona kaka ulikuwa umeenda kuanguka? Mbona ulikuwa umeenda kuanguka? Mimi na tatizo la macho. Sioni. Uone? Sioni kabisa. Hapo twende nyumbani uwe unaishi siku 2-3. Kwanza wewe ni nani? Wewe twende utalijua. Kakaangu, naomba ushike kule kwenye mwisho wa fimbo kule ndio uniongoze. Wewe. Shady Clever. 1,500,000. Jicho moja la kipofu ambalo halioni. Hakika. Tukimpata tunafanyaje? Sisi tunajua soko. Ukishalipata. Yes. Au ukishampata kipofu, sio kupata jicho tu. Ukipata kipofu yoyote, ukijua alipo tu, wewe nipigie simu. Kuna 200,000. Yaani ile hali tu ya kumjua. Kuna 200,000. 200,000. Kesh. Lete nini wape namba? Au andikeni namba za simu. Nitakuja nipigie. 07 Ndio. 42 Ndio. 00 Ndio. 21 7. Okay. Sasa tutakupigia. Utajakuta namba yetu. Namba yenu inaishia na ngapi? Inaishia 71. 71. Msijali. Yaani hapo hiyo kazi inaanza kuifanya sasa hivi. Wewe fanya hivyo sasa. Haya. Fanya kazi kwa weledi. Usijali. Yaani hapa. Kwani naweza nikawashirikisha hata watu wengine? Iwe siri sasa, unajua hiyo ni biashara haramu ndugu yangu. Natakiwa wasijue wengi. Maana yake iwe ni siri. Nishakuelewa ndugu yangu. Ana no. Ndio na kazi. Wewe kupika jembe. Kumbe huoni? Sioni kabisa kakaangu. Ndio maana niko nakwambia nipeleke taratibu, usinipeleke sana. Ndio twende sasa. Lakini huyu mnaona kama tumefika wapi hapa sasa? Hapa tumeshafika. Maana mimi sielewi tu. Naenda na ambako sikujui. Tumeshafika. Ndio kazi. Nikae wapi? Hapa. Karibu sana kakaangu. Jisikie kama vile uko nyumbani. Hapa ndio nyumbani na wazazi itakuwa wameshaenda shamba. Asante kwa wema wako. Nashukuru sana. Tutakuwa tunalala hapa. Wakipika chakula tunakula. Maisha yanasonga. Hai. Konda kwa nalala hapa. Haina noma kakaangu. Asante kabisa. Asante sana. Mimi sasa ngoja niende huko nje, niko na kuja. Haya. Kupika jembe sawa? Poa. Watu tumepata dili la hela. Unalima nini? Unalima hapa unasubiri nini hapa? Wewe cha kufanya chukua haya majembe, japo jembe alimtupi mkulima, sisi wakulima tunatupa jembe. Chukua jembe tukapeleka nyumbani tusije tukatupa. Wewe unapata dili afu naendelea kulima, unalima nini? 500,000 ndugu yangu nikiipata sasa hivi.
kijijini humu na hama. 500,000 tu moja. Jiulize macho mawili. Unajua macho mawili ni ngapi? 10,000. 10,000 jicho moja. Wewe wenyewe. Hodi. 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 Tupo. Ampo? Sawa. Sawa. Upo mzima? Ndio. Wazazi wako hapo? Bwana ameenda shamba. Ameenda shamba? Dogo samani. Tulikuwa tunauliza. Unaweza kuwa unajua vipofu walipo? Sana. Pana? Sasa sisi tunatafuta kipofu. Shaelewa? Ukipata kipofu kuna hela. Kwa kwanza mlikuwa mnaniuza kipofu hili. Asa kuna hela, yani ni bili kifupi. Ayaongea hilo ndilo sasa. Ukipata kipofu utakupa zawadi ya milioni 7. Milioni 7? Ndio. Changamka babu. Najua kipofu alipo. Jai. Hivyo tunaomba utafutie. Ndipo tumuona tu. Utupe taarifa. Sasa? Fanya hivyo mdogo wetu. Sawa. Basi mdogo wangu. Sisi tunaondoka. Bye. Tutajarudi tatu kuuliza, sawa? Okay. Hivi. Nikimtoa yule kipofu aliyoko ndani. Sinaweza kupata hizo 700,000. Ila ngoja. Nisiwe na tamaa ya hela. Nikiwaambia wale waliotafuta mtu kipofu kwamba ninayo ndani nikapata hizo hela, tunaanza kufanya mtaji na utaka. Afu sio ndugu yangu, sio kaka yangu, hatujuani, ni mtu wa kuokota. Hebu ngoja wale wa jamaa nikukutane. Wewe ni nani bwana? Sikia unatembea tembea tu. Ni mimi. Kumbe Josh. Ndio. Mbona wasikia mnaongea na watu hapo nje? Mlikuwa mnaongelea kuhusu jamaa wawili fulani walikuwa wamenikopesha hela. Alikuwa amekuja kuchukua hela yao. Haya bwana, kumbe palikuwa mambo ya mikopo. Sawa Josh. Mimi nipo. Haya. Mimi natoka kidogo. Naenda kwenye mihangaiko yangu. Nitarudi. Haina noma, wewe nenda Josh, mimi nipo tu. Utanikuta. Haya. Hai. Jana ni kama simuelewi. Wewe kweli nisikia unaongea pesa ya macho. Kweli usandaa kunitoa na mimi? Lakini mtale kutendea wema wazijua mpaka nitendea wema mimi. Labda pengine ni mtu mwema. Ngoja tu mimi ndio kulala, atakaporudi ndio hivyo. Yule kipofu nimemuona. Wasema kweli? Umempata? Ndio. Nimemwacha amelala kule nyumbani. Wewe tuonyeshe. Wewe. Hilo ni jambo la maana. Watatu. Fanya kazi yako. Fanya kazi yako. Kifika. Sasa naelewa, sio? Poa. Kwanza.